mfanyakazi wa shirika la Kenya Community Support Center, shirika la kijamii. Tuna mradi ambao tunaofanya katika eneo la Kinango, mradi unaojulikana kwa jina la Social Enterprise Project. Mradi uliolenga kuhamasisha kina mama na watoto wa kike kuweza kujikamua katika limbi la umaskini na kuwa na ufahamu na pia kuweza kusimama na kupaza sauti zao. Tunafanya mradi katika maeneo ya Kinango na tumeweza kufikia kina mama kuhamasisha kuhusiana na haki zao, haki za kuweza kumiliki ardhi na kuwa na ujuzi pia wa kibiashara na kuhimiza kwanza biashara ndogo ndogo. Na pia tumeweza kuwapatia mkopo kina mama ambao kwa muda mrefu wamejiunga katika vikundi ndani ya miaka 6-7 ambao hawajapata mkopo hata mara ya kwanza. Sisi kama shirika tumeweza kuwapatia mkopo wa kianzilishi ya biashara kiwango cha kama 10,000 kwa kundi la kina mama, na tushukuru kuna baadhi yao mkopo umewasaidia, wanafanya vizuri na pia wameweza kuanzisha biashara zao wenyewe ndogo ndogo kutokana na biashara ya kikundi. Na pia tumeweza kufikia baadhi ya shule kuzungumzia umuhimu wa elimu kuhusu watoto wa kike, kwa sababu tunaona katika eneo la Kinango kuna changamoto ambazo watoto wa kike kutokana na kuambatana na walimu wanasema wengi huja darasani kuanzia darasa la kwanza, ikifika darasa la 6 watoto wa kike waanza kupungua kwa sababu ya mimba za mapema. So kama shirika tumeweza kuungana na walimu, washikadau wa elimu kulizungumzia swala hili na pia kuhamasisha kina mama umuhimu wa elimu kwa watoto wote wa kiume na watoto wa kike. Na tunaona jambo hili la utoaji mimba wa watoto wa kike umeanza kupungua kwa kupatana na sisi, tumejitilia nguvu pia. Pia tumeweza kuambia kina mama wakiwa katika vikundi wanaweza kujikimu kimaisha. So ni mambo mengi ambayo tumeyafanya. Pia tumewahusisha katika utengenezaji wa sabuni wa mmea ambao unapatikana katika eneo la Kinango ambao wenyewe kwa lugha yao wanaita golote na lugha ya kizungu inaitwa aloe. So tumeweza kuwapa ujuzi wa kutengeneza sabuni na pia kuwahimiza kuweza kununuliana sabuni wenyewe kwa wenyewe ili kusudi kupatikana mapato madogo ambayo yanaweza kuwasaidia wao. So kama washikadau tunaendelea na mradi huu na tunaomba pia tuungwe mkono na wanaosikiza na wanaotazama ili kusudi tuweze kukimu maisha ya jamii ya watu wa Kinango, kwa sababu katika Kenya nzima ni uchungu kabisa kuambiwa kwa Kinango ndio eneo maskini ambapo kila mashinani utakuta ilikuwa wametengwa, ilikuwa wahusishwa. Lakini kama shirika tumeanza kuwahusisha na tunaona jamii ya Kinango imeanza kujitokeza kuanza kupigania haki na kuenjoy matunda ya ugatuzi kama kuletea huduma za afya karibu na pia kushinikiza washiriki katika nyanja ya kimaendeleo ili kusudi tuwe katika gurudumu moja katika nchi ya Kenya. Majina kamili naitwa Neema Mlongo Jackson, Secretary Imara Youth Group Makameni. Tunashughulika na biashara ndogo ndogo, yani small scale business, kuuza unga na sukari kwa bei nafuu, bei ya wholesale. Sababu kubwa ambayo ilitufanya tuunde kikundi hiki
ni kwa sababu tuliona community at large, siku ya mvua hivi barabara ni vigumu kupita, na wana community ni lazima waende kutafuta bidhaa za bei rahisi. Kwa hivyo tukaona tuunda kikundi ambayo tutaletea bidhaa hizi kwa bei ya wholesale pale kwa community. Shirika la Kikoske nilijiona nalo kwa sababu walinialika kwa forums zao, ambao kupitia kwa mikono yao nimefaidi mafunzo mbalimbali, ambayo kwanza uandishi wa kumbukumbu, na pia kuna jinsi ya kuweka rekodi sahihi katika kikundi. Na kupitia mikono yao, kama hapo awali tulikuwa hatuna uwezo wa kuandika kumbukumbu sahihi na kuweka rekodi zetu za kikundi sahihi, lakini tunaona umuhimu wao na faida zao kwetu, kwa sababu kupitia mikono yao ndio tuna uwezo wa kuweka rekodi za vikundi vizuri, na pia jinsi ya kuandika kumbukumbu vizuri. Jambo la pili, shirika la Kikoske limetusaidia kutuletea mkopo, ambao mkopo huu ndio unatusaidia kuendesha ile biashara ya kikundi chetu. Kwa majina naitwa Esther Wanza, kikundi cha Bahakwenu Women Group. Tulipata shirika la Kikoske lilitufunza mambo ya biashara ndogo ndogo, adult education, na mambo ya wasichana wale ambao walinyimwa haki zao. Mara ya tatu tulifundishwa mambo ya mkopo na tuliapply mkopo, tukapata pesa za biashara, na saa hii tunajiendeleza na hiyo biashara mpaka tumefikia wakati wa kujiendeleza vizuri, hakuja kwama njiani kuhusu hiyo biashara. Na mkopo wetu hakujatatizika nao mpaka tuko karibu na kuanza kuulipa. Tarehe za kulipa kama ambaye zimefika karibu, na tuko tayari kulipa kwa sababu biashara ilikuwa inaendelea vyema. Hata jamii nao wanafurahi vile wanapata huduma karibu. Kitambo walikuwa wakikosa wanaenda mbali kidogo, kwa sababu duka la Bahakwenu lilikuwa ni moja tu pekee. Naona tunajiendeleza, hata wanachama nao wanafurahi, wameanza kuelewa kuuza vitu na kuregesha chenji vyema.